Wapendwa katika Kristo, karibuni katika Jumapili hii ya tatu ya kipindi cha kawaida, Jumapili ya neno la Mungu. Napenda nikuulize kwamba wangapi wengi wetu tuko na neno la Mungu katika familia zetu, sehemu zetu tunapokaa? Je, uko na neno la Mungu? Biblia, namaanisha Biblia. Na kama uko nayo, mara ya mwisho kuifungua ilikuwa ni lini? Wengi wetu tunaweza kuwa na Biblia lakini tumeziacha sehemu ambazo sasa zimekuwa na vumbi, zimejaa vumbi tupu. Jumapili hii ya neno la Mungu, mpendwa Mkristo, Papa Francis mwaka 2019 baada ya kuona waumini tulio wengi tunaenda Jumapili na kusikiliza neno la Mungu, hatuna nafasi ya kujisomea sisi wenyewe tukirudi majumbani. Baada ya kuona hicho, Papa Francis aliamua kuitenga Jumapili ya tatu ya kipindi cha kawaida kuwa Jumapili ya neno la Mungu, na ilianza kuadhimishwa sasa kuanzia mwaka 2020. Lengo la madhumuni tunaona kwamba kwanza alitaka kukuza upendo wa neno la Mungu, yaani kukuza upendo katika neno la Mungu, Biblia. Pia alihimiza kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Baada ya kulitafakari neno la Mungu, tunahimizwa kuyaishi yale ambayo tumeyasoma, ama kuliishi neno la Mungu kwa maneno na matendo yetu. Hivyo tunakuja kuona kwamba neno la Mungu ni hai na lenye kuzaa matunda. Hii inamaanisha kuwa neno tunalolisikia si maandishi tu, bali ni Kristo mwenyewe ananena na sisi ndani ya neno hili katika Biblia. Tunasoma Waebrania 4:12, maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Nikuulize Mkristo, je, neno la Mungu linaigusa na kubadilisha moyo wako? Au ninalisikia juu peke yake na linapita hivyo? Ukisoma Mathayo hata sura ya 13, pale tunaelezwa kuhusu aina 4 za moyo ambayo neno la Mungu linakuja. Kuna wengine tunakuwa na mioyo kama miiba, wengine tunakuwa kama miamba, wengine mioyo yetu kama njia, lakini tunaitwa kuwa moyo ambao kama udongo ambao neno la Mungu lilipandwa likamea. Ukiendelea kusoma pia tunaona huyu Mwebrania, neno la Mungu linapaswa kutuongoza katika maamuzi yetu, maneno yetu, matendo yetu ya kila siku. Mungu anahakikisha kuwa neno lake lina nguvu ya kuzaa matunda ndani yetu, ikiwa tutaliruhusu litutawale. Ukisoma Isaya sura 55 mstari wa 10 hadi wa 11. Hivyo basi, Jumapili hii ya neno la Mungu, mpendwa, tunahimizwa sasa kukuza upendo juu ya neno la Mungu, kwa kulisoma, kulitafakari na kuweza kuishi sasa wenyewe katika mioyo yetu. Mada yetu kuu itakuwa ni kutoka gizani kuingia nuru ya Kristo. Ni wito wa toba, umoja na ufuasi wa kweli wa Yesu. Somo letu la kwanza linalotoka Isaya sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 4. Tunaona kwamba masomo ya Jumapili hii ya tatu katika kipindi cha kawaida, Jumapili ya neno la Mungu, yanatuweka katikati ya swali la msingi kabisa kwamba umoja wetu unatokana na nini? Na je, tunamtafuta nani hasa? Katika ulimwengu huu wa leo ambao umejaa migawanyiko ya kifamilia, kisiasa, kikabila, kidini, neno la Mungu linatuuliza kwa sauti ya kinabii, je, Kristo amegawanyika? Ndiyo maana masomo ya leo yanatualika kutafakari juu ya nuru inayong'ara gizani, umoja unaovunjwa na migawanyiko ya kibinadamu, na wito wa kumfuata Kristo kwa dhati katika maisha yetu ya kila siku. Tunaona sasa somo la kwanza ambalo linatoka Isaya sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 4. Kwanza tunachukua historia ya Waisraeli. Kipindi hiki kabla ya nabii Isaya kuja, wana wa Israeli walikuwa sasa wamegawanyika katika makundi, na mgawanyiko huu ulisababisha kuleta changamoto za kijamii, changamoto za kisiasa. Wakawa katika giza. Ndipo sasa nabii Isaya anakuja. Ndani ya hali hiyo ya kukata tamaa, Isaya anatamka ujumbe wa matumaini. Anasema kwamba watu waliokuwa wakitembea gizani wameona nuru kuu.
Huu ni ujumbe ambao Nabii Isaya analeta kwa wana wa Israeli, ujumbe wa faraja na ujumbe wa matumaini, kuambia kwamba giza halitaendelea, giza lina kikomo chake na nuru iko karibu kuwafikia, ambao sisi wa Kristo, Emmanuel yuko pamoja na sisi, nuru iko imeshatufikia. Anasema pia kwamba Mungu hajawaacha watu wake hata watakapokuwa pembezoni mwa historia na jamii. Je, wewe Mkristo mwenzangu, uko katika giza la aina gani? Je, mimi napitia giza la aina gani? Kuna aina nyingi za giza. Kuna wengi wetu tunapitia giza la kuguza wenzetu, giza la maradhi, giza la mgawanyiko katika familia, marumbano, migogoro ya kifamilia, migogoro ya kijamii. Lakini wengine wetu tunapitia giza la ukosefu wa ajira. Kuna aina nyingi za giza. Kwa hiyo jiulize kwamba wewe Mkristo unapitia giza gani? Na ujumbe wa Isaya leo unakuja kwetu, unatuambia kwamba nuru ipo. Ndivyo tunaona kwamba katika somo hili la kwanza tunaalikwa sasa kuwa chombo cha matumaini kama Nabii Isaya alivyowapelekea ujumbe wa matumaini wana wa Israeli. Pia tunaaswa kusimama katika imani hata katika giza na changamoto, tukiamini kwamba siku moja giza litaisha, giza halitakuwa la milele. Pia tunaalikwa sasa siku ya leo tutembee na neno la faraja, hasa kwa watu ambao wako katika giza. Tupeleke neno la faraja kuambia kwamba giza litakuwa na kikomo chake. Pia tunaitwa kuwa sauti ya haki, hasa kwa ndugu zetu ambao wako katika giza. Sasa tunaitwa pia kuishi tunachokihubiri kwa maneno yetu, kwa matendo yetu, ili kusudi kwa kufanya hivyo tutaweza kuonyesha nuru ya Kristo kwa maisha yetu, na wengine wataona matumaini ya kumrudia Mwenyezi Mungu. Tunakuja kuona katika somo la pili, Mtakatifu Paulo anatuuliza, je, Kristo amegawanyika? Katika somo hili la pili, Mtume Paulo anakabiliana na mgawanyiko mkubwa ndani ya kanisa la Wakorinto. Tukichukua historia fupi ya Wakorinto, kabla ya kumpokea Kristo walikuwa wanajitambulisha kulingana na miungu yao, na walipompokea Kristo waliendelea na hiyo tabia ya kujitambulisha kwa wale watu ambao walikuwa wanahubiria. Ndio maana tunakuja kupata sentensi inayosema kwamba wengine walikuwa wanasema mimi ni wa Paulo, mwingine anasema mimi ni wa Apolo, lakini wengine walikuwa wanasema mimi ni wa Kefa, na wengine pia walisema mimi ni wa Kristo. Tunakuja kuona kwamba Paulo anaweka wazi ukweli wa msingi kwamba Kristo hagawanyiki. Kanisa linajengwa juu ya Kristo aliyesulubiwa, si juu ya umaarufu wa wahubiri au watu maarufu kanisani, bali tunaona mitazamo sahihi ya unyenyekevu, upendo na mshikamano. Ndiyo tunaweza tukajiita kwamba mimi ni wa Kristo. Somo hili linatukumbusha kuwa Kristo hagawanyiki. Kwa ubatizo tunaopata unakuwa ni utambulisho wetu wa umoja. Mgawanyiko huzaa majivuno na ushindani. Hivyo umoja wetu unatokana na Kristo ambaye ni mmoja, si watu wala makundi. Umoja wa kweli unahitaji toba ya unyenyekevu. Kanisa linakuwa ishara ya matumaini ya waamini wanapoishi kwa upendo na mshikamano. Mpendwa, tunakuja kuingia katika Injili ya Jumapili hii ambayo inatoka Mathayo sura ya 4 mstari wa 12 hadi wa 23. Mwinjili Mathayo anaonyesha sasa utimilifu wa utabiri wa Isaya. Yesu anapoenda Galilaya, nchi ya Zebuluni na Naftali, na hapo nuru inaanza kung'ara. Huduma yake inaanza kwa tangazo, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kisha Yesu anawaita wanafunzi 4 wa kwanza ambao walikuwa wavuvi wa kawaida. Hawakuwa hekaluni, hawakuwa katika sala, bali walikuwa kazini. Hapa Mathayo anatufundisha kwamba wito wa Mungu ukutana na sisi katikati ya maisha yetu ya kila siku, maisha ya kawaida kabisa. Injili inatuuliza sasa kwamba je, tunamruhusu Kristo atuite katika kazi zetu za kila siku?
Je, tuko tayari kuacha yanayotufunga ili kumfuata Kristo? Kanisa linatualika tujijenge kama wanafunzi wa kila siku wanaoishi imani yao katika kazi, familia, jumuiya na ulimwengu wa leo. Hivyo basi mpendwa, kumfuata Kristo kunadai uamuzi wa dhati, kujikaza, kujikana na kuwa tayari kuwajibika kwa kuwatumikia wengine kwa fadhila ya upendo, matumaini na imani. Kwa kufanya hivi, tutakuwa tunajijenga sisi wenyewe katika ufalme wa mbinguni. Tumwombe basi Kristo ambaye aliweza kuwaita wanafunzi, na sisi aendelee kutuita, na sisi tuitike tuweze kumtumikia.